Swadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, leo ikiwa tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2026. Mtazamaji, ulipo ndipo na unastahili kuwepo hapa sebuleni mwako. Karibu tupiguse kwa kina, na hiki ni kitovu kinachoaminika na habari ya utangazaji na uchanganuzi wa masuala mbalimbali. Leo tutaweza kuchanganua swala la uchumi wa Kristo. Basi ungana nasi tamati na jina Josh James Mbezoni kwa mwana mwenza. Shukran James. Mtazamaji, hii ni runinga kipekee inayokuletea habari kwa lugha ya Kiswahili. Basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ujumbe fupi 21550, vile vile kupitia katika njia ya simu 0716 838392 0705887178, vile vile kupitia katika kurasa zetu za kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, YouTube @mawastv channel, vile vile kupitia katika tovuti wa barua pepe www.mawastv.co.ke. Mtazamaji, tunaelekea kwa msemo mafupi kisha tuweza kurejea studioni katika awamu ya pili ambapo tutaweza kuchambua swali hili kwa undani zaidi. Tuseme basi. Karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu cha pili. Kama tulivyolonga hapo awali kwamba katika awamu hii ya pili tutaweza kuelezea swala la uchumi kwa Kristo. Basi endelea kutuma maoni zako kupitia nambari fupi vile vile kupitia kurasa zetu za kijamii. Kwa kwanza tu ni kwamba leo tutaweza kujadili sababu za kufanya uchumi, au je, mtu anapokuwa tajiri au anapofanikiwa anafaa kuwa vipi? Labda mtazamaji ule hapo nje unajiuliza uchumi ni nini? Uchumi ni mfumo wa kuamua jinsi rasilimali adimu zitakapozaliwa, kutumika pia na kutumiwa. Vile vile zipo aina yake za uchumi ikiwemo uchumi wa amri, uchumi wa soko, uchumi wa mchanganyiko, vile vile uchumi wa jadi. Je, ni sababu gani za watu kufanya uchumi? Hili ni swali ambalo kila mmoja anafaa kuchangia, aidha kupitia nambari fupi au kupitia kurasa zetu za kijamii. Katika ukurasa wa Facebook na mwana Winnie kutoka Kurumbu anasema iloko studioni, watu wanafanya uchumi ili kuwasaidia wahitaji. Maana kitabu cha Mithali mlango wa 3 mstari 27 mpaka 28 inasema, usizuie wema wako kwa wale wanaostahili, ikiwa katika uwezo wako kutenda. Usimwambie jirani yako njoo baadaye nitakupa kesho, wakati wewe unacho kitu kile karibu nao. Katika ukurasa wa Facebook tunamwona Stella Karisa kutoka maeneo ya Uwezo anasema ndio studio hilo ili kumheshimu Mungu. Maana kitabu cha Mithali 3:9 hadi 10 inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na mali zako zote, ndipo ghala zako zitakapojaa hadi kufurika viriba vyako kwa mvinyo mpya. Asante sana Stella Karisa kutoka maeneo ya Uwezo kwa mchango wako. Vile vile katika ukurasa wa Instagram namuona Pastor Una kutoka Uwezo anasema la studioni, watu wanafanya uchumi ili waweze kupendeza kimaisha pamoja na kumshukuru Mungu. Maana kitabu cha Mithali mlango wa 15 mstari 16 mpaka 17 inasema, afadhali kuwa na kidogo pamoja na kumcha Bwana kuliko mali nyingi pamoja na ghasia. Nasema asante sana Pastor Una kutoka Uwezo kwa mchango wako. Mtazamaji, tunaelekea kwa msemo mafupi kisha tutaweza kurejea katika awamu ya tatu ambapo tutaweza kujadili, je, mtu anapofanikiwa ama anapokuwa tajiri anafaa kuwa vipi? Bila kutuma pesa zako kupitia nambari ya fupi 11550 vile vile kupitia kurasa zetu za kijamii. Karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu cha tatu. Kama tulivyolonga hapo awali kwamba katika awamu hii ya tatu tutaweza kujadili, je, mtu anapokuwa tajiri ama anapofanikiwa anafaa kuwa vipi? Bila kutumia pesa zako kupitia nambari ya
Katika ukurasa wa Instagram namuona Luwale Michael kutoka Marafa anasema hapo studioni, mtu anapofanikiwa hafai kujionyesha bali awe na tamaa ya Mungu. Maana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari 17 inasema, waagize wale ambao ni matajiri wa ulimwengu huu waache kujivuna, wala wasiweke tumaini lao katika mali ambayo si hakika, bali waweke tumaini lao katika Mungu ambaye hutupatia vyote ili tuvifurahie. Asante sana Luwale Michael kutoka Marafa kwa mchango wako. Vile vile katika ukurasa wa Instagram namuona Shumulbaya kutoka maeneo ya Wakala anasema wawe tayari kuwasaidia wengine, maana kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:18 inasema waagize watende mema, wawe matajiri katika matendo mema, pia wawe wakarimu na walio tayari kushiriki mali zao na wengine. Asante sana Shumulbaya kutoka maeneo ya Wakala. Mtazamaji, naona jumbe sikiliza kumelika kwa njia fupi, lakini naona muda umetupa kisoko na kwenda kwa waliolonga kuwa siku zote kilicho na mwanzo basi hakikosi kuwa na mwisho. Tupatane siku labda kama Mungu katika kipindi chetu kipendacho Mwanga wa Jamii. Naye shukrani James akiungana na Josh. Nawatakia uchumi mwema, usiokuwa na muda wala mshukuru wote.